Walikuwa wanataka kuuza eneo, na hilo eneo sasa mama yao kabla hajafa alisema eneo langu lisiuzwe. Ndugu wote pale hawajui kaburi ni lipi. Okay. Mama alisema azikwe karibu na kaburi la mume wake. Sasa hili kaburi la huku lilikuwa nje ya mpaka. Hili la mama ambalo lilikuwa karibu na mume wake, yani maana yake mama alikuwa juu huku, mume kama miguuni. Sasa la huku ndio lilikuwa ndani ya kiwanja ambacho kinatakiwa kiuzwe. Kumbe ile kaburi litakuwa lisihamishwe. Mwenye kaburi amegoma, akaanza kuwahamisha nyinyi. Sasa sisi ndio chanzo sasa cha sisi usiku tunatolewa kule tunapelekwa huku. Tunabeba huku tunapelekwa kule. Mlirudisha kaburi. Yaani sisi ilitubidi tutoe ule mwili kule turudishe ulipokuwa. Mtazamaji wa channel yetu, nimebahatika kumtembelea mzee Bomba, mzee ambaye anatokana na watu watatu ambao wanajiita kikosi maalum, kikosi cha kazi maalum. Hawa wazee bwana ni wazee ambao ni wachimba makaburi. Na wewe ananiambia katika kazi yake ya uchimbaji makaburi amekutana na mauzauza mengi sana, ila ilifika kipindi akasema sasa basi haya mauzauza ni makubwa. Hiyo story ambayo nimepewa ni kwamba walikuwa watatu wameenda kuchimba kaburi. Kile kitendo cha kuchimba kaburi wakafanya makosa masharti katika yale makaburi, wakajikuta wapo katika dunia nyingine. Baada ya kubahatika kurudi, akasema ameachana na hiyo kazi, karudi kwenye maisha ya kawaida. Kwa hiyo nikasema bwana atupe mkasa wake, tuone mambo makubwa ambayo yamepita hapa. Mzee, habari yako kwanza? Salama, kwema kabisa. Ni kwema. Pole na maswaibu ya dunia, wanadamu tumeshaumbwa, kuna mambo mengi yanatokea, lakini sio mbaya, ndivyo alivyoamua Mwenyezi Mungu. Ni kweli, ni kweli. Okay, jitambulishe kidogo, alafu tuingie kwenye huu mkasa ambao unasema mauzauza uliokutana nayo kipindi unachimba makaburi. Kwa majina naitwa Jumanne Bomba la Maji. Okay. Ila wengi kutokana na shughuli zetu hizi walipenda kuniita Mzee Bomba. Mzee Bomba. Okay. Mzee, nilivyokuwa napewa stori zenu nyinyi watu watatu, nimeambiwa mpo watatu, kwamba mlikuwa mnaitwa kikosi cha kazi maalum. Mnaitwa kikosi cha kazi maalum vipi na unaniambia nyinyi ni wachimba makaburi? Tuliitwa kikosi maalum kwa sababu moja. Ndio. Kutokana na shughuli yetu ambayo tulikuwa tunaifanya. Okay. Na shughuli yetu kubwa baba ilikuwa ni kuchimba makaburi. Sasa kuchimba makaburi mnaitwa kikosi cha kazi maalum kivipi? Kwa sababu tunajua tayari wachimbaji wa makaburi wapo wengi. Japokuwa kweli ni kazi special, ni kazi maalum, lakini haina hiyo ya kwamba kuna kikosi fulani ambao wataitwa kikosi maalum kuliko wengine. Kwa nini? Hiyo ilitokea kwa sababu gani? Yeah. Sisi tulikuwa tujishughulishi kwenye kuchimba yale makaburi mapya. Na kusema makaburi mapya ni kwamba kaburi ambao unaanza kufukua ardhi kwa mara ya kwanza. Okay, kufukua ardhi kwa mara ya kwanza maana yake nini? Maana yake tunachimba, yani tunachimba kaburi mpya. Tunahitaji kuhifadhi mwili wa mtu. Walikuwa wanashtua watu kipindi hicho, kuna wachimba makaburi ambao unashtua watu wanaenda kuchimba lile kaburi. Okay, hilo ndo kaburi jipya nalozungumzia. Hilo ndo jipya nalozungumzia. Okay, na hayo yenu ni makaburi yapi? Sisi hayo tulikuwa tushughuliki nayo, sasa hayo mapya. Sisi tulikuwa tunachimba yale makaburi makuukuu, yale ambao watu tayari wamo, wameshazikwa. Okay, hii inanishangaza kidogo, kwani makaburi ambayo yameshazikwa huwa yanafukuliwa tena, huwa yanachimbwa tena? Inatokeaje mpaka mtu aamue tena kuchimba kaburi ambalo tayari watu wamezikwa? Hizi hutokea sana sana kwenye mila na desturi za watu fulani. Okay. Kuna watu huwa wanafika kipindi wanahitaji kuhamisha. Okay. Kuhamisha mwili wa ndugu yao sehemu fulani palipozikwa sio sahihi, wahamishie sehemu ambapo wenyewe wanapaona ni sahihi. Okay. Nipata. Okay. Na kuna hii ambayo watu wanachimba labda kuhamisha yale makaburi ya kawaida, labda barabara inajengwa inatanuliwa, kuna makaburi hapo jirani na barabara, kuna labda viwanja fulani sehemu watu wanasema yahamishwe makaburi yakazikwe. Hizo unazozizungumzia wewe? Hicho ndo ninachokizungumzia. Maana yake kuna kipindi inaweza katokea, kwa mfano sehemu hii inahitaji kupita barabara. Ndio. Alafu sehemu ile kipindi kile ambacho nyewe mlikuwa mjapima viwanja, palikuwa panaonekana ni sahihi kwenye kiwanja chenu kuzika. Kuzika. Okay. Ushaelewa? Ndio. Sasa ukishazika sehemu ile, serikali imeamua bana, tunahitaji kupitisha nini hapa, barabara. Ndio. Kwa hiyo lazima wakufuate wewe. Okay. Kama mwenye eneo. Unawezaje ukatufanyia mpango tukapata ile eneo? Okay. Yaani hapo kama upo sahihi na serikali, yaani eneo ni la kwako wamelinunua, wanakuomba. Okay. Ila kama ulivamia, wao wana force.
linahamishwa kwa nguvu, wanahamisha kwa nguvu. Okay. Sasa hizo ndo zilikuwa kazi zetu zote. Eza ifosiwe, yani watu walazimishwe kutoa lile kaburi lile eneo wahamishe sehemu nyingine, au familia iamue kutoa pale wahamishe sehemu nyingine ambapo ndio sahihi kumstiri ndugu yao. Okay. Sawa, hiyo kazi bado naona inafanywa na watu wengi tu. Kwa nini ni sasa nyinyi mkaitwa kikosi cha kazi maalum kwenye hilo sasa swala? Kwa sababu hiyo si kweli wao inafanyika, wakandarasi wanachimba wanahamisha. Kwa nini nyinyi mkaitwa kikosi maalum? Ndugu mtangazaji, usichokijua ndio kwa kipindi hicho, ndio miaka yetu 2005 2006, ndio watu wengi walikuwa wanaogopa kufanya hii shughuli. Sawa sawa. Shughuli ya kuhamisha mwili kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine, wengi walikuwa wanaiogopa. Okay. Baada ya kuogopa sasa kile kitendo, sisi ndio ulikuwa kamati ya roho mbaya, watu hawa watatu, kamati ya roho mbaya. Na enzi hizo sasa vijana tumekosa kazi. Okay. Tunafanyeje? Inabidi tutafute kazi ambao hao wengine wameshindwa kuifanya. Okay. Ndio tukaingia kwenye hilo swala sasa la kuchimba makaburi ambao tayari miili ishahifadhiwa. Tunabidi tuihamishe tupeleke sehemu nyingine. Na nyinyi mliazejazeje mpaka mkajulikana mpaka kuitwa kikosi cha kazi maalum? Mliazejazeje na mkajikuta mpo watatu, kwamba mlikubaliana kwamba sisi kwanza leo tujifunze kuchimba makaburi? Kwanza ni kazi ya kujifunza au inakuwaje? Sisi sio kwamba tulijifunza. Okay. Tulikuwa tunajihusisha kwenye masuala ya kuchimba makaburi. Okay. Ya kawaida. Okay. Kwanza mlianza kuchimba ya kawaida, tulianza kuchimba ya kawaida yale ambayo ndo mapya. Okay. Katika kukutana kwetu huko ndo tukaanzisha urafiki. Okay. Sasa ikatokea kipindi hicho watu wengi barabara zinatakiwa zijengwe, alafu watu wengi wanatakiwa wahamishe makaburi kutoka sehemu moja kwenda nyingine, watu wakawa wanaogopa. Okay. Sisi kama marafiki ambao tulikutana mtu tatu, nilikuwa mimi Jumanne, alikuwa mwanangu mmoja anaitwa Ramadhani na mwingine Shebi. Okay. Tulivyoungana pale Ramadhani, Shebi na mimi Jumanne ikawa mtu tatu. Sasa tukaenda ofisi ya mwenyekiti. Okay. Baada ya mwenyekiti pale wakaamua kutupitisha, wakatusaini, wakatupeleka wilayani. Mwisho wa siku sasa wakasema hawa watu kwa kuwa wameamua na wanapambana, tuwape tenda. Wakaanza kutupa tenda. Sasa tenda iza kuanza kufanya bana, tenda hii njoo ufanye, njooni mfanye, njoo mfanye. Tulivyofanya kazi 3 mfululizo 4, sasa wale wenzetu wale ndio wakaanza kutuita kikosi cha kazi maalum. Kikosi cha kazi maalum. Kikosi cha kazi maalum. Sawa sawa. Ni mikoa mingapi mmetembea kwenda kuchimba makaburi sehemu tofauti tofauti kwa jumla unavyokumbuka, mpaka unakuja kusema sasa hii kazi naacha? Ndugu yangu, hatukutembea sana. Okay. Tulitembea mikoa hiyo mitatu tu. Okay. Ukiacha na mkoa uliopo sasa hivi. Okay. Tulitembea mikoa hiyo mitatu. Lakini katika hivyo mmechimba sehemu tofauti tofauti ndio. Okay. Sawa sawa. Kazi yenyewe ilikuwa inakuwaje hasa, yani kwa ujumla? Mnakuwa mnakaa sehemu fulani, wote ni watu wa sehemu moja, kwamba mkimaliza kazi yenu mnarudi, au mlikuwa mkitoka ndio moja kwa moja mnaenda mtaishi huko, au mnaenda mnapiga kazi mnarudi tena mjini mnaendelea na kazi zenu, mnapiga kazi mnarudi tena nyumbani, au ilikuwa inakuwaje? Sisi kwa kuwa sasa kipindi hicho tulikuwa tushaanza kuzoeleka sasa. Ndio. Maana yake tulianza kuzoeleka 2004. Okay. Ndio tukaanza kuzoeleka kutokana na kazi yetu ya kuhamisha nini? Makaburi. Okay. Baada ya kuzoeleka sasa ikaanza kutokea kazi zingine. Okay. Za kutoka nje ya hapa tulipo. Okay. Yani namaanisha sasa mikoa mingine bana. Simu zikaanza kuita. Maana yake sisi tulijiunga kwenye kikundi mtaani pale. Sasa kile kikundi kilikuwa kimeanzisha nini zao hizi masuala ya mitandao hii FB, Facebook. Okay. Baada ya kujiunga kwenye kile kikundi na sisi namba zetu wakaamua kuziweka pale. Sawa sawa. Kwa hiyo sasa sisi tulikuwa tukipokea hiyo kazi. Kwa mfano tunapigiwa simu. Bwana Jumanne na wenzako mnahitajika sehemu fulani. Sisi tulikuwa tunabeba kila kitu chetu tulicho nacho. Tunajua tukienda sehemu fulani sio tenda chini ya 5. Sawa sawa. Maana yake tulikuwa tunaenda tunakaa, tunahamisha makazi kabisa, tunatulia. Tukimaliza kazi za huo mkoa, kwa mfano ni 4, 5, 6, ndo tunarudi. Kipato vipi kwenye hiyo kazi? Kipato chake kilikuwa kizuri, sio kibaya ndugu yangu. Maana yake tulikuwa tukipambana sana, maana yake
Haya ya kawaida tulikuwa tuking'ana sana ni 70,000 50,000. Sawa sawa. Yani hapo tumepambana sana. Sawa sawa. Ila baada ya kuingia pale kipato chetu kiliongezeka kidogo 80 90, sio mbaya. Mkienda huko mnapiga project mnarudi. Maana yake sasa jiulize, tumeenda tumefanya kazi 5. Sawa sawa. 80. Okay. Maana yake hadi mmoja nilijenga. Hongera sana. Na kwa nini hii kazi ilikuwa inaogopa? Kama ulivyosema kwamba ni kazi ambayo inaogopa. Kuchimba makaburi ya kuhamisha. Tuseme kuchimba makaburi makuu ambayo watu wameshazeka. Shida kubwa nini mpaka yanakuwa unasema yalikuwa yanaogopa mpaka muitwe watu wa kikosi cha kazi maalum? Wengi walikuwa wanaogopa kuhusishwa kwenye masuala ya imani za kishirikina. Okay. Kwani kuna imani za kishirikina kwenye mambo ya makaburi? Ndio. Wengi waliamini kwamba ukienda kuchimba kaburi la mtu ambaye ameshazikwa, huenda mikosi alionao yeye au matatizo mabalaa yote ambayo alikuwa nayo yeye kabla ya kufa kwake yanaweza akahamia kwako. Okay. Wengi wao sasa ndio walikuwa wanaogopa hilo swala. Sawa. Lakini kumbe sivyo, ilikuwa tofauti kabisa. Okay. Sawa. Na kuna yale makaburi yanatokeaga wanasema yanakataa kuhama au yana shida sana. Hayo nayo mlikuwa mnahusika nayo au nyinyi mlikuwa mnaenda tu kwenye haya ambayo yanahamishika kikawaida mnahamisha tu? Sasa ubaya uambiwi. Okay. Yaani huwezi kuambiwa kwamba lile kaburi limegoma kuhama. Wewe uambiwi. Kuna makaburi yanagoma kuhama? Yalikuwepo na bado yapo na ataendelea kuwepo. Shida ni nini mpaka mtu anasema kaburi limegoma kuhama? Kwa sababu sisi watu kwa imani za kawaida ni kwamba mtu akishakufa si kitu tena. Pale mnafika mnachimba tu, mnautoa mwili wake, mnauhamishia tu sehemu nyingine. Yaani mnahamisha tu kwa sababu yeye hahusiki tena, hayupo. Ni mifupa tu. Kwa maana ya kwanza, ndugu mtangazaji, ndio ukishapewa ile kazi ukafika eneo husika, ndio utaona ni kazi nyepesi. Okay. Ila kwa jinsi unavyoendelea kuifanya kwa muda ule, yaani hapo nazungumzia vitu ambavyo vimegoma kuhama. Okay. Kwa muda ule ndo unapokuja kugundua kwamba ile kazi ina ugumu. Okay. Na huu ugumu kwa kuwa walikuwa wanaujua. Sio kwamba hao watu wanaokupa hiyo tenda hawajui hiyo kazi. Wanaijua vizuri sana. Kwa hiyo wewe wanakupa ile tenda, lakini wanajua kwamba hii tenda ina ugumu gani na ina changamoto zipi. Sawa. Sasa sisi tukienda pale, sisi tunajua bana ni kama kazi za kawaida za siku zote. Shida ilikuja kuanzia sasa hapo sisi tulivyotoka mkoa huu tukaenda hapo Iringa. Kaburi la kwanza ambalo mnaenda kuchimba ambalo liliwaletea shida ni la Iringa. Yaani hapo ndo tulipoanza kuona ugumu wa hii kazi, ndugu mtangazaji. Hebu tusimulie kidogo ilikuwaje mkoa wa Iringa. Iringa mbona sioni kama una mambo ya ajabu sana. Ndugu mtangazaji, kuna hili swala wanaita ajenda sijui nini, ile wanaandikaga tu. Kwa mfano sisi kama kikundi, okay, kuna sheria zetu hivi na hivi na hivi. Okay. Mlikuwa na nyinyi na sheria zenu? Tuna sheria zetu, tumeandikishiana kabisa kwenye karatasi bana, hivi hatutakiwi kufanya hiki, hatutakiwi kufanya hiki. Kwa nini mlikuwa mnafanya hivyo? Maana kipindi hicho watu wengi walikuwa wanapenda kuzikwa na vitu. Okay. Sijui umenipata vizuri. Yaani mtu kwa mfano anazikwa na kitu fulani. Kama nini mtu anaweza kazikwa nacho? Yani, sanda, jeneza au nini kingine? Kuna vitu. Yaani maana yake tuseme kwa mfano wewe una simu yako. Okay. Imeonekana simu yako ulikuwa unaipenda sana. Ndio. Wanaamua kukuzika nayo. Okay. Yaani wewe mtu ulikuwa na familia yako. Ndio. Kwa mfano machifu zamani. Tunaona walikuwa wanapendwa, chifu akifariki anazikwa na binti mmoja mzuri au ambaye hajawahi kufanya chochote. Sasa umenielewa? Yaani usijui umeelewa ninachokimaanisha. Hivi ni kweli kuna watu walikuwa wanazikwa na mtu mwingine ambaye bado yupo hai au naye anauliwa? Hiyo ilikuwa kweli, auliwi. Yeye anazikwa akiwa hai. Okay. Anasimamishwa pale na wenzake anawekwa pale ambao mwili tayari ushaachana na roho, mambo yanaenda. Ndivyo ilivyokuwa. Okay. Sasa ndugu mtangazaji, sisi tulivyoenda kule tuko na sheria zetu. Okay. Hairuhusiwi kutoa kitu chochote ndani ya kaburi na kuondoka nacho ambacho hakituhusu sisi. Okay, labda mtu alizikwa na saa, amezikwa na pesa, amezikwa na mikufu ya dhahabu au nini au pete. Hiyo sasa hauruhusiwi kuchukua chochote ndani ya kaburi. Okay. Na hivyo vitu kweli vya thamani, mwae kuchimba kaburi ambalo mlikuta kuna vitu vya thamani ya hivyo? Okay. Mlikuta kama nini? Tokea Iringa. Mlikuta nini? Iringa tulienda cha kwanza tulifika pale Iringa.
Ndio. Iringa kipindi tunachimba yale makaburi. Ndio. Yaani ilikuwa kuna kaburi moja, yani tusiseme makaburi. Tulifika tu siku ya kwanza. Ndio. Kaburi la kwanza tukaenda nalo vizuri. Sawa sawa. Tunataka kuondoka, simu ikaita. Okay. Bana, kuna sehemu fulani njooni mfanye kazi. Okay. Mimi nikasema Jumanne, Ramadhani, twendeni. Sawa sawa. Tulipofika kule, tukafika eneo la tukio, tukaanza kazi. Sasa mwenzangu Ramadhani ana tamaa. Okay. Sasa kipindi sisi tunachimba. Ndio. Tuko serious kweli, tunachimba. Tunahitaji bana tutoe kitu fulani. Ramadhani akachukua pete. Okay. Kwani wale watu si wanakuwa wamezikwa kwenye sanduku kwamba mnalikuta sanduku mnachukua au inakuwaje? Huyo alikuwa hajawekwa kwenye sanduku. Alikuwa amefungwa kwenye sanda. Lakini ameshaoza au bado mzima? Mifupa, okay. Ni mifupa. Tunaona hapo tunachozungumzia ni mifupa. Sawa sawa. Sasa kuna pete alikuwa nayo. Mwenzetu katika kufunua akaiona. Okay. Sisi hapo hatuna muda. Yaani sisi tulikuwa tumepanga tuhamishe, tufanye hivi. Sisi tulivyobeba ule tunamaliza pale kile kitendo, tunahama tu, tunatoka nje ya kaburi, tunakaa huko sasa tunajipanga kuja kuchukua ule mwili tuhamishe. Ndugu zao washachimba kaburi lingine, tunatakiwa tupeleke kule tufikie, tufanye mambo yetu mengine. Ndio. Tunarudi tunasawazika. Okay. Ulikuwa mziki. Ikawaje sasa? Ndio hivyo. Ndugu wanakuja, tunawaambia bana tumechimba. Tuna uhakika tumechimba sisi hapa. Wanatuambia bana nyinyi hamjachimba. Mbona pako vile vile? Na sisi tukiangalia kweli pako vile vile, lakini tumetumia muda sana kuchimba pale. Tunajiuliza ndugu zetu vipi? Tukaitana sasa sisi pembeni. Wanakamata. Umeshaelewa? Tunaulizana bana kuna shida yoyote? Kuna mtu yote ametoa kitu mule? Kila mtu hapana. Ikatubidi tena tuanze upya tena kuchimba. Okay. Na ndugu akiwa pale. Safari ya kwanza ndugu walikuwa hawapo. Okay. Maana kile kitendo tunachokifanya ndugu hawatakiwi kuwepo karibu. Mila zingine wanasema ngoja tukae pembeni na turuhusiwe kuwa karibu. Sawa sawa. Umeshaelewa? Alafu ukizingatia ndugu zetu wale wanaozikwa na sanda, wanawake hawatakiwi kwa eneo la tukio. Sawa sawa. Umeshaelewa ndugu yangu? Sasa baada tunafanya vile vitu, tunafanya vile vitendo, tunachimba. Safari hiyo tumekaa na wanaume pale, watoto wa kiume, maana yake alikuwa ni mzee wao. Okay. Tumetoa mara ya pili tumehakikisha hilo swala, kile kitendo cha kutoka tu. Tunarudi hivi sekunde tena balaa. Nini tena? Lile udongo unarudi. Si tukifukua udongo unarudi. Mwisho wa siku ndo Ramadhani anakuja kusema bana mimi nilichukua kitu fulani. Nilichukua pete. Na kwa nini nyinyi mlikuwa mmejiwekea hayo masharti ya kwamba haitakiwi tuchukue kitu chochote cha marehemu, kwa sababu vitu vingine vina thamani kuliko vibaki tu kaburini? Kwa nini mtu asivijichukulie? Kuna shida gani mtu akijichukulia mpaka nyinyi mkao mnasema hapana tusichukue kitu chake? Vishawishi. Okay. Kulikuwa na vishawishi vingi. Yaani ukizingatia makaburi ambayo tulikuwa tunachimba nyuma, yalikuwa na vitu vya thamani vikubwa sana kuliko makaburi ambayo tulianza kuyachimba kwa mbele. Okay. Kwa baada ya kuona vitu vya nyuma vyenye thamani kubwa, tukategemea kwamba makaburi yote tutakuwa tunapata kila kitu ambacho tunacho sisi tutachokuwa tunakihitaji. Okay. Maana yake pale ukija kupata vile vitu vya thamani kama ile pete bwana Ramadhani alikuwa amechukua kwa kipindi kile, unaweza kuuza kwa 100,000, 300,000. Okay. Kwa hiyo amepata hela ya kuhamisha kaburi, bado kapata na 300,000 pembeni. Sasa hapo hasara, shida inakuwa wapi mpaka nyinyi mnasema au usichukue kama mtu anapata pesa? Shida ndio hiyo. Yaani mtu akichukua kile kitu sisi tunakosa amani ya moyo. Okay. Na kipindi sisi hatujaamua kuanzisha hiyo nani kwanza hii taasisi yetu hiyo ya watu watatu. Ndio. Umeshaelewa? Kikosi cha kazi maalum. Tulijiungamisha kwa mganga wetu. Mlikuwa mpaka mna mganga? Ndio hivyo ndugu yangu. Ile kazi bila kuwa na mganga, kwa mfano wa kukurahisishia mambo yako, kufanyia vitu vile vyepesi, huwezi ukatoboa. Mpaka mganga kwa ajili ya kazi tu za kuchimbua makaburi? Mbona watu wanasemaga wanaroga wanaotafuta kazi nzuri za ofisini? Hapana ndugu yangu, kile ni kipaji. Okay. Huwezi kuchimba mwili wa mtu afuka utoka hamisha sehemu nyingine kweli ukawa na roho nyepesi. Ni ngumu sana. Kwa lazima tuwe na mtaalamu wetu pembeni. Huyo mtaalamu wetu ndio akona tuangalizia mabalaa, nuksi, kwamba bana kaburi hili msichimbe,
kaburi lile mchimbe, kaburi lile msifanyeje, muwe makini na hichi, na ndipo hapo sasa sisi tulipokuja kutunga na hizo sheria zetu. Okay. Sawa sawa. Tuendelee sasa hapo. Mlimalizanaje na hilo kaburi la Iringa? Baada ya kumaliza sasa hilo swala, Ramadhani akaomba radhi pale. Tukasamehewa, maana yake hata hela yenyewe ilitakiwa tusipewe. Kwa kosa la mtu mmoja. Lakini tuliomba radhi pale, tukalipo pesa yetu. Tulipo pesa yetu sasa kutoka tu tukapokea tenda nyingine kabla hatujarudi. Okay. Bana, mnahitajika Arusha. Okay, mkaenda Arusha. Tukaenda sasa hapo, tukaanza safari sasa kutoka pale kwenda Arusha. Maana yake gharama zote sio juu yetu. Ndio. Zilikuwa ni juu ya familia inayohusika. Okay. Bana, mkoa wa Arusha hamna watu wanaofanya hiyo kazi. Wengi waoga. Okay. Kasema basi kwa kuwa nyie tulishapata taarifa zenu na kwenye mitandao ya kijamii, njooni moja kwa moja Arusha. Okay. Sasa bahati nzuri pale Mungu alitufanyia wepesi, tukakutana na kazi ya kwanza ikatiki, ya pili ikatiki, ya tatu Songo Mbingo. Arusha hiyo Songo Mbingo, usiku hapa Kariki ndani. Okay, hiyo nayo ilikuwaje sasa? Ndugu yangu, yani sisi tulifika eneo la tukio. Ndio. Tukafanya kila kitu kinachotakiwa. Bana, huyo mtu, kwa sababu huyo mtu alikuwa Mkristo sasa. Okay. Sanduku lake lile la mbao. Kwa hiyo sisi haikutuia vigumu kwa sababu ilikuwa ni sanduku la mbao. Na sanduku la mbao unajua lenyewe kidogo mchwa, alafu mtu mwenyewe alikuwa hana muda mrefu sana. Okay. Maana sisi tulivyoenda pale 2007, huyo mtu alikuwa amefariki kwenye 2004 sasa. Okay, miaka miwili tu. Maana ile sanduku lake lilikuwa bado halijaoza sana. Sawa. Tubidi sasa tubebe tuhamishe. Tukahamisha vizuri ndugu. Tukaacha pale mafundo wanajengea, sisi tukarudi hotelini sasa, hizo guests. Tumepangiwa guest pale tukakaa. Sasa kipindi tumetulia ndani sasa, tumetulia zetu pale sasa, muda wa kupumzika. Ndicho hicho sasa. Mimi najikuta niko kule makaburini. Okay. Tulipohamisha ule mwili. Yaani mimi nimelala pembeni pale. Mwenzangu Ramadhani yule kule. Okay. Na yule nani huyu jamaa yangu mwingine. Okay. Wamelala pale. Sasa mkafanyaje mkaamka? Ilikuwa usiku hapo mchana? Usiku ama 8. Yaani kama pale ilikuwa kwenye saa 8, saa 9, saa 10. Okay. Yaani mida hiyo palikuwa panacheza. Hata saa 10 ilikuwa bado ni saa 8, saa 9. Sasa. Mimi nilivyoamka bana. Oya, amkeni. Tuko wapi hapa? Okay. Ndugu tunaulizana, hapa sio pa kuongelea, turudi tulipokuwa. Tunarudi kule milango bado imefunga. Sasa. Shaelewa? Gonga pale, tukamvizia yule mdada wa pale mapokezi, akatuambia kuna ufunguo wa ziada. Kwanza nyinyi mmetokeaje ndani? Tukamwambia sisi tumejikuta hatupo. Akanambia sio kweli. Ila hivyo vitendo hapa mtaani kwetu vilikuwepo zamani vya mtu kutolewa ndani ya chumba chake kuhamishwa na kurupuka asubuhi na kurudi anajikuta amelala nje ya nyumba. Okay. Bana, sisi sio kihivyo. Bana, chukueni funguo hii hapa ya ziada kafungueni. Ila mimi nahisi kwamba nyinyi hamkuingia ndani, funguo mtakuwa mmepoteza. Sisi kuondoa maneno mengi tukakubali tuingie ndani. Kuingia ndani, funguo kweli tukaikuta ndani. Okay. Na vitu vyetu vya ndani viko vile vile. Tukasema safari hamna kufunga mlango. Okay. Na hakuna kulala. Tujue shida ni nini. Okay. Tukatulia. Ndugu zangu, hamjafanya kitu chochote, hamjafanya upuuzi kama mliofanya Iringa? Hapana. Wewe hujafanya? Hapana. Wewe hujafanya? Hapana. Wote tunakataa. Tukasema sasa hapa hakuna kulala. Hadi tumuone wewe mtu ambaye anakuja kutuchukua anatupeleka kule. Sasa. Sasa tukaamua tutulie. Kutulia ndugu yangu, sijui usingizi ulitokea wapi. Na mlango hapo hatujafunga. Tunaamka tena kule makaburini. Makaburini tena. Kwa nini tunaamkia huku? Nye mauzauza hayo yote yanawatokea. Mmetoka Iringa kwenye mauzauza. Haya, mmefika Arusha mauzauza. Nini kilikuwa kinawajia vichwani mwenu? Ni kwamba kazi imeshakuwa ngumu au labda kuna upinzani fulani unatokea kwa sababu kazi yote labda kuna mtu mwingine anakuja na itamani anataka na nyinyi awatoe kwenye kazi yenu ili aingie yeye, kwa sababu nyinyi tayari mmeshachukua maarufu wa kuitwa kikosi cha kazi maalum? Kabla ya tatizo kulijua, sisi tulikuwa tunahisi kwamba tumelogwa. Okay. Maana yake sisi baada ya kuanza kazi yetu tu hiyo ya kikosi cha kazi maalum, tulianza kuwa na upinzani mkubwa sana. Okay. Ndipo tulipomtafuta mganga. Kumbe tangu mwanzo mlishataka kupata
changamoto kabla ya kumtafuta mganga. Zilianza mwanzoni, tunaanza kabla hata hamjampata mganga. Kabla hujampata mganga. Okay. Baada ya kumpata mtaalamu ndio changamoto hizo zikaanza kufanya zikapungua. Sasa sisi tulivyokuwa kule mikoani tukajiuliza basi haya matatizo mengine uwezekana yanatutokea kwa sababu ni muda mrefu hatujafika kilingeni. Tumsalimie babu. Hatujafika kumsalimia babu. Okay. Na ndio haya matatizo yanayotokea. Enzi hizo babu mwenyewe simu hana. Alafu na mimi ukizingatia pale Bwana Jumanne simu yetu ilikuwa hiyo moja tu, atumia ya mimi nikitumia mimi, akitumia Ramadhani, akitumia nani, yo Shebi, wote tunatumia simu hiyo moja. Sasa kwa Shebi akiomba simu chukua, Ramadhani akiomba hii hapa. Nini maana yake? Sisi hata wake zetu ndio walikuwa wanatutafuta kwenye simu zetu. Okay. Wake zetu zuishaelewa enzi hizo. Maana yake kwanza sisi sijaelewa hapo unaposema wake zenu, kwa sababu kwanza nilikuwa na swali la kuhusu wake. Vipi wapenzi walikuwa wanachukulieje? Wadada wanachukulieje? Sasa ukisema wake zenu wanatafuta kwenye simu, hapo kidogo inanichanganya. Mlikuwa mmeoa au ukisema wake zenu unamaanisha tu kwamba wa mara moja moja au inakuwaje? Kiufupi Shebi alikuwa na mke. Okay. Na mtoto huyo mmoja. Mimi ndo nilikuwa kiguna njia. Alafu na Ramadhani kiguna njia. Kiguna njia unamaanisha nini? Mtu kwenye mapenzi ya kitu kiguna njia inamaanisha nini? Maana yake atulii. Yaani mimi leo na Ashura, kesho na Latifa. Kwamba watoto walikuwa wanawakimbilia sana au ni nyinyi mlikuwa mnaenda bila kusema kazi zenu? Sisi yaani sisi tulikuwa baada ya kukosa kazi kwa muda mrefu. Tulikuwa wachumba tunawakosa pia. Okay. Baada ya kupata hiyo kazi sasa hela zikawa zinaanza kusoma, tukajijengea imani yetu. Hakuna kuwaambia kwamba hizi hela zinatokea wapi. Japokuwa uzuri mke wa Shebi alikuwa anajua kila kitu. Kazi yenu. Mke wa Shebi sababu sana mke huwezi kumficha mke wako. Sasa nyinyi tayari mlikuwa na jina. Hao watu walikuwa hawagundui, mademo walikuwa hawagundui kwamba kwanza wenyewe tu mademo walikuwa wanachukuliaje kazi ya nyinyi kwa wachimbaji wa makaburi, sina makaburi ya kufukua kuhamisha. Mademu sisi hawajui lolote. Okay. Yaani sijui haujitambulishi sana. Kwani mimi wanaulizaga unafanya kazi gani mwenzangu? Atuambii. Yaani maana yake ilikuwa ni siri yetu. Hawawaongea bana. Au kuna mbinu gani ya kumtoka mtu akikuuliza kwenye mapenzi, mwenzangu unafanya kazi gani? Akikuuliza ndio ile tunapigana nani? Akiuliza tu. Maana yake sometimes muda mwingi tulikuwa tunakuwa pamoja. Okay. Kwa bana Ramadhani akikana dem pale si tuko hapa. Okay. Kwa anachoulizwa Ramadhani kule tukisikia tu anakooa tu tunajua kimeshanuka kaulizwa kazi. Kwa sisi tunabeba vilago vyetu tunaondoka. Mara nyingi hela silikuwa inaongea. Okay. Watu wapelelezi sana kama una hela. Hela ubembelezi baba, hata sasa hivi. Hela ubembelezi mtu. Yaani ukishakuwa na hela tu mtu anajua una hela. Anakuja mwenyewe. Anajileta mwenyewe. Hata aulizi kazi gani unafanya? Aulizi, hana muda. Okay. Sasa hivi mimi ndo nasikia sasa hivi wengi wanauliza kazi. Wewe tu una kazi gani unafanya nini? Hata sisi 2006, 7, 8, 9 hawaulizi. Okay. Hawana muda huo. Sawa, tuendelee sasa hiyo ya Arusha ya hapo mauzauza, mnarudi chumbani mnajikuta makaburini. Sasa baada ya pale sasa mara ya pili tunaamkia pale. Tukasema hili lishakuwa tatizo kubwa. Na sisi tunavyosema sisi hatujaiba chochote maana yake tunamaanisha. Sawa. Na uwezekani Ramadhani ukarudia kosa lile lile. Cha kufanya hapa twende tukawagongea wao wenye nyumba. Ndio. Wahusika saa 9 hiyo. Okay. Pu. Kimya. Pu. Nani? Ndio tukajitambulisha. Toka mwenye nyumba sasa kijana huyo mama sasa. Ndio. Maana yake alikuwa ni mwanamke sasa yule alomzika pale. Ndio. Jana huyo mama anasema vipi jamani? Nataka kuondoka usiku wote huu. Yaani sisi hatujaelezea shida yoyote lakini akatuuliza nataka kuondoka usiku wote huu. Kwa nini unataka kuondoka na kazi yenyewe mjaimaliza? Tukamwambia ndugu yangu. Kilichotuleta hapa ni sisi tulipolala tumetolewa kinguvu, tumekuja kulazwa kwenye kaburi hili ambao tumelihamisha leo. Inawezekanaje na ni kivipi? Okay. Na sasa mwenye kaburi naye akawa aliyekufa akawa na nyinyi na wahamisha. Atuelewi sasa na tuhamisha sasa. Nyinyi mlimhamisha kwa nguvu akiwa amelala na nyinyi na yeye anawahamisha mkiwa mmelala. Na sisi hivyo kichwani kuja kujijengea. Okay. Kama sisi tumemforce tumemlazimisha kuhamishwa kule tukamleta huku. Na alikuwa hataki. Ndio. Inabidi sasa usiku huo tumtoe tumrudishe. Sawa. Ili na sisi asitusumbue. Okay. Umeshaelewa? Ile hela hapo tuishalipo kila kitu. Sawa. Ndugu anagoma anasema hapana. Yaani mlipomtoa ni sahihi. Mlipomleta
Inawezekana sio sahihi, inabidi tena tumtoe sehemu ile tumhamishe sehemu nyingine. Kwa nini kwanza ndugu walikuwa wanataka kulihamisha hilo kaburi? Walikuwa wanataka kuuza kiwanja, walitaka kujenga au ni nini, au ni mambo ya hilo swala tulilijua baada ya kukucha, maana usiku mzima tulichechamaa. Tunasema sisi hatulali na hili swala sisi limetushinda. Haiwezekani sisi tukipumzika kwetu tunatulia tunaletwa huku. Inawezekana kaja likawa tatizo kubwa zaidi ya hilo mnaloliona. Hata cha kufanya sisi tunachimba, tunarudisha alipokuwa. Chela kuja kugundua asubuhi sasa, baada ya sisi kuchechamaa wakaitisha serikali ya mitaa, mwenyekiti, sisi hatujulikani pale. Ndio tukajitambulisha vizuri, mwenyekiti akajua kweli ni nini, ndio akaja kutuelezea tatizo. Kumbe lilikuwa walikuwa wanataka kuuza eneo. Na hilo eneo sasa mama yao kabla hajafa alisema eneo langu lisiuzwe. Kumbe ni mama mtu ndio mlikuwa mmemhamisha. Mama mtu. Yaani maana yake yule mama tunamhamisha tunampeleka sehemu fulani, maana yake mume wake alikuwa shafariki kitambo sana. Sasa lile eneo ambalo tunamtoa mama mtu. Shela vizuri. Ndio. Yule mama sijui mila zao zile nini. Kumbe pale pembeni pale kulikuwa kuna kaburi la mume wake. Sasa lile kaburi lilifutika ghafla tu. Ndugu wote pale hawajui kaburi ni lipi sasa pale. Mama alisema azikwe karibu na kaburi la mume wake. Shela. Sasa ukizingatia kweli mume wake pale ilikuwa, yani sijui nikuelezeje ndugu mtangazaji. Unaona kuna makaburi fulani waga na kai. Ndio. Shela. Sasa hili kaburi la huku lilikuwa nje ya mpaka. Sawa. La mme. Ile la mama ambayo ilikuwa karibu na mume wake, yani maana yake mama alikuwa juu huku, mme kama miguuni huku. Unajua Wakristo wanavyojengaga makaburi yao. Ndio. Sasa la huku ndio ilikuwa ndani ya kiwanja ambacho kinatakiwa kiuzwe. Sawa. Baba alikuwa ndani ya kiwanja cha baba. Yaani baba usijua hapo alikuwa na viwanja viwili. Mama alikuwa na kiwanja chake na mme. Kwa hiyo akaunganisha vile viwanja. Kwa hiyo wenyewe waliofanya, mama akamzika kwenye kiwanja chake, baba mtu akamzika kwenye kiwanja chake. Sasa pale huyu mama mtu litakuwa ndo ahamishwe. Umeelewa? Asogezwe, akazikwe pembeni. Sasa huku eneo limeisha, huku kuna shamba, huku kwa chini. Na huku eneo limeisha kuna nyumba. Kwa hiyo ilitakiwa sasa ahamishwe, aletwe kwa juu ya mume wake huku, kwa pembeni ndani ya kiwanja cha mume wake. Sasa shida ndio ilikuwa hiyo. Kwa hiyo tatizo kubwa lilikuwa hilo. Sasa itakiwa sasa sisi kumbe ile kaburi litakuwa lisihamishwe. Mwenye kaburi amegoma, akaanza kuwahamisha nyinyi. Sasa sisi ndio chanzo sasa cha sisi usiku tunatolewa kule tunapelekwa huku. Tunabeba huku tunapelekwa kule. Songo mbingo bana ikafikia tamati. Sisi ndio tukachukua kaburi pale tukarudisha pale. Ilikuwa mtafaruku ndugu mtangazaji. Mlirudisha kaburi. Yaani sisi ilitubidi tutoe ule mwili kule turudishe ulipokuwa. Ndio pona yetu. Baada ya kurudisha ule mwili mganga kule, yani kipindi sisi tunarudi sasa, mganga sijui alipata ishara kwamba sisi tulikuwa katika hali ya hatari. Yani ilibakia kidogo tu, yani maana yake ilibakia usiku huo, maana yake tungelazimisha kuondoka, ndio tusingefika tulipokuwa tunaelekea. Sawa, hiyo kaburi la pili sasa. Twende tu moja kwa moja turukie kwenye kaburi ambalo unasema wewe ilifikia hapo ndo mkasema sasa basi kazi ya kuchimba makaburi ngoja tuishie hapa. Ilikuwa hivi. Yaani baada ya kumaliza pale sasa Arusha pale. Ndio. Tukabeba vilago vyetu tukarudi nyumbani. Ndio. Tumekaa baada ya wiki mbili tukapata simu ya kwenda huko. Ambapo na hivyo vitu vyote tulishavimaliza na mtaalamu wetu tulishaombana radhi, mambo yakawa sawa. Maana yake na katuambia kuhusu ile ishara ambayo nilikwambia aliipata kule. Maana yake sisi hata nyumbani tusingefika, sisi tuko naishia njiani. Sawa. Tukapata sasa simu ya kwenda Sumbawanga. Sumbawanga wataalamu. Sumbawanga. Maana ya kwanza hiyo simu yenyewe sisi ilivyoita bana kuna kazi Sumbawanga, tukakata simu. Sema huko hapana. Simu ikaita tena mara ya pili, hapana. Mara ya tatu, hapana. Alafu bahati nzuri hela inaongezeka ujue. Mara ya kwanza tuna 70, hapana. Tuna laki, hapana. Tuna laki na 50. Tukaenda kwa mtaalamu wetu. Tukamwambia hii simu ya heri. Ndio. Nendeni. Ila mtakachokikuta huko. Ndio. Au mtakachokiona huko. Ndio. Kibakie huko, kisivuke mpaka. Sawa. Shela ndugu yangu. Ndio. Yaani tutakachokikuta. Ndio. Tutakachokiona. Ndio. Na tutakachokisikia. Ndio. Kisivuke mpaka.
Maana yake nini hiyo? Maana yake yao maneno yanakuwa nayo yana maana zake. Mwanzoni sisi wenyewe hatukumuelewa. Okay. Ila baada ya matatizo ndio tulikuja kumuelewa mtaalamu alikuwa anamaanisha nini. Sawa sawa. Maana yake pale, maana yake kwa mfano mimi naongea na wewe mtangazaji. Ndiyo. Tulichokiongea hapa. Ndiyo. Nakwambia ukitoka pale kisivuke pale. Okay. Sasa wewe ukivuka pale ukaenda ukatangazia kule, balaa italokukuta la kwako. La kwako. Mimi alinihusu. Sawa sawa. Sasa ndugu yangu, sasa sisi tukakubaliana nauli kila kitu, tukabidi twende Sumbawanga. Ndiyo. Tumeenda Sumbawanga, mguu wetu mguu nini. Bahati nzuri sasa tukafika pale, ilikuwa sio kitendo cha ndani ya hiyo wiki. Ndiyo. Maana yake walihamasishana ndugu, wengine walikuwa wanatokea sijui kuna sehemu moja wanaita sijui Bariadi huko. Ndiyo. Bariadi, wengine wanatokea Shinyanga, wengine wanatokea Mbeya hapa, wengine wanakuja wapi huko. Wote walikuwa sasa ndugu wameitana. Maana yake ule ukoo ulikuwa mkubwa ndugu yangu. Sawa sawa. Wanaitana sasa wote wakutane sehemu moja, afu na kile kitendo inatakiwa kifanyike. Ndugu wawepo pale. Zilikuwa ng'ombe zishaandaliwa 5. Zichunjwe ng'ombe kwanza zile 5, watambikie, alafu sisi ndio tufanye hiyo shughuli. Okay. Sawa sawa. Sasa hiyo shughuli bana, nisikufiche ndugu mtangazaji. Ndiyo. Yule alikuwa sijui ni mwanajeshi, alipiganaga vita enzi hizo. Mlienda kuhamisha kaburi la mwanajeshi. La mwanajeshi. Okay. Mwanaume mwanajeshi. Unaelewa wanajeshi? Chifu huyo. Machifu wale wanapigana vita enzi hizo, Nyerere anasimamia pale. Okay. Sasa hicho kitendo sasa pale kinahamishwa pale, maana yake hadi na wakuu. Okay. Naonekana yule alikuwa mkubwa jeshini kidogo. Sawa. Maana yake hadi kuna mkuu fulani walimwalika pale na yeye akaja. Ndiyo. Sasa pale sasa ilitakiwa vifanyike vitendo vyote hadi wamalize kutambikia na sisi ndo kazi yetu ifuate. Kwa muda wote tulikuwa tunakula na kunywa. Na kutambika kumbe inafanyika, na matambiko yanafanyika. Okay. Sasa na muda wote kula wanafanya na kunywa. Sasa usiku baada ya tulikaa ndani ya wiki nzima. Alafu ndo wiki ambayo inafuata ndo tukio lije itokee. Okay. Sasa usiku wa kuamkia siku ya tukio. Ndiyo. Huyu nani Shebi. Ndiyo. Akalala na mtoto wa huyo. Yaani mtoto mjukuu. Okay. Wa huo ukoo sasa. Sawa sawa. Akalala akafanya naye mapenzi. Alafu yule binti alikuwa umri wake mdogo, hajawahi vile vitu. Okay. Kwa hiyo maana yake Shebi akamwaga damu ndani ya ardhi ambayo inatakiwa ifukuliwe. Okay. Alikuwa ni binti ambaye hajaanza. Binti ambaye hajawahi kufanya kile kitu. Sawa sawa. Na Shebi alitumia nguvu. Yaani kiufupi. Alilazimisha. Okay. Sasa baada ya hapo sasa tunaamka asubuhi, hali ya Shebi mbaya. Okay. Bana ndugu yangu, mapigo ya moyo mimi yanaenda mbio sana. Siwezi kufanya kazi yoyote. Nikamwambia Shebi, ndio muda wetu wa kufanya kazi. Mbona siku hizi zote ulikuwa mzima? Okay. Jana usiku tu, leo unaamka umefanya nini? Bana mimi niko sawa. Sijafanya kitu chochote. Okay. Ikatubidi sasa mimi na Ramadhani twende. Mwenzenu mmoja yuko wapi? Anaumwa. Bahati nzuri pale tulipewa chumba chetu kabisa moja kwa moja. Ndiyo. Anaumwa. Yuko wapi? Yuko ndani anapumzika. Kwa hiyo mnaweza mkafanya kazi nyinyi wawili? Ndio. Tukatulia pale, wakafanya matambiko yao kila kitu nene. Walikuwa wameshajua kama Shebi amefanya hicho kitendo? Hawajajua. Okay. Yaani maana yake pale hawajajua. Maana yake hicho kitendo walikuja kukijua baada ya tatizo lililotokea pale. Okay. Sasa pale ndugu yangu, sasa sisi tukaambiwa bana, haya muda tambiko ameshamaliza, chimbeni. Okay. Maana yake pale ilikuwa inatakiwa tuchimbe. Alafu inabidi tusafiri. Yaani kutoa eneo lile alafu tunasafiri. Yaani ilikuwa eneo kama la mjini. Sasa tunasafiri tunaenda sehemu kama ndani. Yaani mwili wa mtu aliyezikwa miaka hiyo unabebwa kwenye gari, unahamishwa mbali kabisa. Yaani ndio natakiwa tuhamishe kutoa eneo lile. Ndio maana wakasubiria watu waje wote, ndugu wote waliohusika yaani wale wote ndugu zake, marafiki zake, enzi za uhai wake. Okay. Wote wawepo eneo la tukio. Sasa itakuwa tuhamishe, yani natembea eneo saa zima hadi kufika ile eneo. Sasa huo muda wote sasa sisi inabidi sasa yale mabaki tu nao sisi. Okay. Ndugu hawashiki. Ni sisi kazi yetu. Maana yake tukishatoa pale, panafukiwa pale. Wanachinja ng'ombe yao pale ndio maana ng'ombe zilikuwa hizi 4. Maana yake ng'ombe, maana ya kwanza wanachinja ng'ombe pale juu. Ndio tunafukua.
Tukishamaliza sasa, tukiwa tunafikia wanachinja tena ng'ombe nyingine. Okay. Na ndio hivyo tukiwa kule, tukiwa tunachimba wanachinja, afu tukiwa tunafikia wanachinja tena. Okay. Sasa baada tumechimba sasa baada ya pale tumefika tamati kule chini pa. Kwanza wakati mnachimba kaburi la mtu ambaye anafanywa na watambiko, nyinyi wenyewe mlikuwa hamshtuki kwamba huyu mtu inawezekana ni mtu mkubwa sana, inatakiwa tujiandae kisawa sawa? Yani kujiandaa, yani sisi wenyewe tulijiamini. Kwa maana tulivyotoka huko tulitoka na nguvu zetu kwa mtaalamu. Okay. Sisi tulijengwa kabisa kiimani before kufika kule. Sielewa vizuri. Ndio. Sasa tulivyotoka huko tumejengwa kiimani, tunafika pale. Kwa hiyo imani yetu ilikuwa thabiti. Sema kilichokuwa kinaturudisha moyo wetu nyuma ni Shebi. Ambaye kwa nini aumwe siku ya tukio? Okay. Na sisi tukisema tufanye mawasiliano itakuwa ni ngumu, inabidi tufanye kwanza, tukishamaliza ili swala la Shebi tutaishughulikia baadaye. Mimi bado nina maswali mengi sana. Nafikiri tutakuja labda tutaendelea na kipindi kijacho. Inakuwaje mtu tayari ameshakufa alafu mseme mnasumbuana naye anawasumbua? Mtu akishakufa si amekufa? Kweli mtu akishakufa amekufa. Lakini wewe pale unaweza ukahisi kwamba eti bana mtu bana si wewe hapo ni mzima, umekufa. Mtu akajua basi wewe umekufa kila kitu. Hapana. Yaani pale ni nafsi inaachana na mwili. Yaani mwili unakuwa kivyake, nafsi inaendelea kuwa kivyake. Shaelewa vizuri. Kwa hiyo kuna muda yule mtu hata akizikwa, ule mwili ukizikwa pale, nafsi yake haiwezi kwenda mbali na mwili. Huwa inazunguka maeneo yale. Kwa hiyo nafsi kigoma, kweli imegoma kweli, maana yake ile ni wanasemaga nini bana? Roho. Kiroho zaidi, yani kiroho zaidi, ulimwengu mwingine. Sawa, tutakuja tuendelee na hii story. Ni story ambayo imenishangaza hivi mauzauza. Nafikiri tukipata muda tutakuja tuendelee na hii story. Utusimulie vizuri mauzauza hayo kwenye kuhamisha hilo kaburi la mkubwa. Ujue mtu akishapitia amepigana mpaka vita, karudi, matambiko ya ng'ombe 4. Utatusimulia na mikasa mingine. Kwa hiyo kwa sasa ningeomba tuishie hapa. Mtazamaji wetu, kama ni mara ya kwanza unatembelea channel yetu, tafadhali subscribe leo uwe kwanza kupata kila story ambayo tutakuwa tunakuwekea. Asante.